Ndimi. Lakini huu mkataba ya Pastor Ezekiel ambao tusaini naye Pastor Ezekiel Odelo, kwa sababu aliomba muujiza wa Mungu. Manabii huwa tunasaini mikataba 8. Japokuwa tunaanza na huu wa kwanza, lakini huu wa kwanza ambao naelezea hapa sasa hivi ni mkataba ambao wanachama wote huwa naunganisha. Yesu Kristo aliulizwa na nifanye nini niingie mbinguni? Yesu akasema kwamba uza mali zako, wape nani? Maskini. Ina maana kwa Mungu aliye hai hakuna utajiri. Lakini unavyojua kwanza kabisa jua unaomba kitu gani? Kila sekta Mungu alivyoumba aliweka sekta yake. Ndio maana hata Mfalme Sulemani alipewa utajiri kupitia nguvu za Lucifer. Nyakati ya pili sura ya kwanza mstari wa 12. Basi hekima na maarifa umepewa, nami nitakupa mali na utajiri na utukufu. Wewe ambaye huna mali kabisa, wewe ambaye hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, ku like, ku comment na kushare ili kupata notification soon habari zetu takavyokuwa hewani. Unayemuona mbele yako ni mfalme wa majoka, King Cobra, King Manini, ambaye anaenda moja kwa moja kuelezea vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea katika jamii na kuhusu Pastor Ezekiel Odelo. Na leo ataelezea mikataba ambayo ataenda kutuambia kwamba ni mikataba ipi na ipi ambayo anaenda kuitenda. Wewe ambaye hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, ku like, comment na kushare ili kupata notification soon habari zetu takavyokuwa hewani. Habari ya saizi King Cobra. Barshu kamili, Losa bin Goda, Losa bin Amanda, Losa bin Makei, Losa bin Jumnat, Ima Sasal Akimashilash, Ima Sasal Akimashilash. Takatifu Mungu wa Lucifer, Mungu Skavela, Mungu Manomasi, tazama umenipa dhamana kubwa ya kufanya watu wa matajiri. Tazama umenipa dhamana kubwa ya kunisimamisha katika madhabahu, nyungo 3 za madhabahu ya chama. Tazama na wakabidhi watu wangu ambao wanaenda kufanikiwa na wale ambao bado wana nia ya kuja huku pia. Wape nia, wape kila kitu. Na pia namkabidhi kwako mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel Odelo wa Kenya, kutokana na mikataba ambayo tumesaini, mikataba ya majini, mikataba ya Lucifer, mikataba ya kichawi. Naomba namkabidhi kwako, mpe nguvu zaidi na muujiza. Kupitia yeye mpe nguvu zaidi na zaidi. Tunaomba hayo kwa njia ya Skavela Bwana wetu. Amina. Ulitueleza mambo mengi. Ulituambia leo utaenda kuelezea mikataba ambayo anaifanya Pastor Ezekiel Odelo. Labda mikataba hiyo unaitwaje na mkataba huu unahusu nini? Kwanza kwenye chama kuna mikataba mikuu ya aina 2, lakini mkataba mkuu unaitwa mkataba wa Skavela, mkataba wa Manomasi. Lakini ambao mkataba wa Manomasi watu wengi wanajiunga kupitia mkataba, ambayo kuna njia za kujiunga ziko 2. Kuna njia ya makuu anaoje nielezee, na kuna njia ya kujiunga na chama kwa njia ya mlindimi. Lakini huu mkataba ya Pastor Ezekiel ambao tusaini naye Pastor Ezekiel Odelo, kwa sababu aliomba muujiza wa Mungu. Manabii huwa tunasaini mikataba 8. Japokuwa tunaanza na huu wa kwanza, lakini huu wa kwanza ambao naelezea hapa sasa hivi ni mkataba ambao wanachama wote huwa naunganisha. Huu mkataba wa Manomasi, cha kwanza kabisa, huwezi kufanikiwa bila kusaini mkataba wa Manomasi. Na hapa kabisa wanataka kujua Mungu wetu ni nani. Watu wengi hamjui Mungu wetu ni nani. Jamani, kuna Mungu mkuu ambaye ni Mungu Yehova, ambaye ameumba kila kitu. Huyu Mungu Yehova hausiki na mambo ya utajiri. Huyu Mungu ni wa wote, maana ametawala. Nguvu za Mungu za utajiri amezihamishia katika Mungu wetu anaitwa Skavela. Kwa hiyo huwezi kupata utajiri. Maana pale Yesu Kristo aliulizwa na nifanye nini niingie mbinguni? Yesu akasema kwamba uza mali zako, wape nani? Maskini. Ina maana kwa Mungu aliye hai hakuna utajiri. Lakini unavyojua kwanza kabisa jua unaomba kitu gani? Kila sekta Mungu alivyoumba aliweka sekta yake. Ndio maana hata Mfalme Sulemani alipewa utajiri kupitia nguvu za Lucifer. Kwa hiyo wewe unavyokuwa unaomba Mungu, unatafuta nguvu za Mungu, mtafute Mungu kwa kindakindaki kwa mambo mengine. Lakini kama mambo ya utajiri, njoo kwa Mungu wetu Lucifer. Maana zile nguvu za Mungu alimkabidhi Mungu Lucifer, ambazo nguvu za chama, ambazo hizo nguvu ndo Pastor Ezekiel, ambazo ndo siri za chama chetu, ambacho ndo watu hawataki kujua. Kwa hiyo Mungu wetu wa chama anaitwa Skavela, au jina lake Lucifer, au anaitwa Manomasi. Huyu ndio Mungu wa chama. Lakini Mungu ambao sio wa chama, ambao Mungu wa wote, ambao akupa wewe pumzi, ni Yehova. Lakini Mungu Yehova nguvu za utajiri amehamisha kwa Mungu wetu Manomasi, ambao ni Skavela. Kwa hiyo Pastor Ezekiel Odelo wa Kenya alikubali kuwa upande wetu. Kwa hiyo unapotaka sekta utajiri, kwa Mungu hakupa utajiri. Naomba tena mnielewe wenyewe watu. Ni kweli, kwa sababu umesema hata pale kuna Yesu amesema pale burudie kwanza. Yule Farisayo, Yesu nifanye nini niingie mbinguni? Yesu akamwambia uza mali zako, fanyeni wape maskini. Kwa hiyo kwa Mungu hakuna utajiri. Kwa Mungu Yehova
kazi yake ni kumcha Mungu, ufanye matendo mema. Lakini ukitaka mali sasa, lazima uje kategoria ya manamasi. Kwa mali zote ziko katika kategoria ya manamasi tu. Na hii kategoria ya manamasi imegawanyika katika nyenzo kuu 4. Nyenzo kuu ngapi? Ya kwanza kuna swala la mali, kuna swala la kustafu, kuna swala la ajira, na pia kuna swala la kazi, biashara. Na kuna swala la biashara. Swala la mali, inafuata biashara, inafuata ajira. Kwa hiyo sisi unapokuja kwenye chama chetu, ninavyokuunganisha, tutakuunganisha kupitia kategoria kuu hizi 4. Ipi umeomba? Je, umeomba mali au umeomba kazi au umeomba ajira au umeomba biashara au umeomba ufanikisho kwenye sekta nyingi? Je, nataka niulize huyu Pastor Ezekiel Odelo ambaye ni mtumishi wa kanisa la Free Church pale Kenya. Yeye aliomba nini kwenu? Pastor Ezekiel aliomba muujiza. Kwa sasa aliomba kategoria ya mali. Kwa sababu huwezi kuwa mtumishi wa Mungu ukawa bila sio tajiri. Cha kwanza tukasaini mkataba wa mali, wa manamasi, tukampa mali. Cha pili aliomba swala zima la ajira. Naomba kwanza nikuulize hapo swali. Kwani wachungaji wote ni matajiri? Wachungaji matajiri ambao wapo katika chama hichi cha Skavela. Uliopo katika upande wa Skavela, wewe ndio tajiri. Wale ambao sio matajiri wachungaji, hao ndio feki. Kwa sababu kama wewe ni mchungaji, alafu huna nyumba nzuri, huna maisha mazuri, wewe unatakiwa uwe mfano, uwe kiongozi, wewe ndio watu wapende maisha yako. Kwa sababu mtu akasali kwako, alafu wewe hapati hela, wewe ni mpumbavu. Mbona kuna kauli ile ambayo wewe inatokea bwana King Cobra kwamba wachungaji, kuna mchungaji hapa nchini kule Tanzania tuliwahi kumsikia akasema hivi, kufa maskini, kuzaliwa maskini. Kuzaliwa maskini sio kosa lako, lakini kufa maskini ndio kosa lako, kwa sababu Skavela yupo. Mungu aliye hai kama nguvu unali. Ndio maana unaambiwa shetani, Mungu akumua shetani kwa sababu maalum. Shetani alikuwa ni malaika mkuu na anajua siri nyingi za Mungu. Ana nguzo kuu 3. Ana serpent, serpent, serpent. Alipokuja kuhukumiwa, hii nguzo ya serpent ikafungwa. Zikabaki nguzo kwa hizi. Nguzo kwa 2. Zile nguzo kwa 2 zinashirikiana na Skavela katika kufanikisha watu. Ndio maana ukitaka kufanikiwa, achana na Mungu unamtafuta. Tafuta Skavela. Ukipata Skavela, na Skavela unampata wapi? Ni kwetu sisi viongozi wa chama. Ndio maana hapa nazungumzia kategoria moja baada ya nyingine. Sawa, kategoria moja baada ya nyingine. Hamoni Pastor Ezekiel Odelo nimefanikisha. Aliomba muujiza. Kwanza aliomba kuwa nabii, maana nimuunganisha 2020. Aliomba mimi yeye awe nabii, mtumishi wa Mungu, nikakubali. Akaomba pia mali. Kwa hiyo tukasaini mkataba sehemu kuu 3. Na pia Pastor Ezekiel swala la ajira nazungumza, aliomba ajira. Nitazungumzia hapa. Tunaanza na mkataba wa manamasi. Kwanza kabisa tunataka mfahamu Mungu ni nani. Kwa hiyo pia huu mkataba wa manamasi unahusisha shida zinazotatuliwa katika chama chetu cha Skavela. Shida ambazo watu wengi ambazo mnaishi duniani, mliumbwa wenyewe duniani kutafuta vitu vingapi? Vikuu 4. Kutafuta mali, kutafuta biashara, kutafuta ajira, kutafuta kazi. Na sio kumtafuta Mungu. Kumtafuta Mungu, utamtafuta Mungu baada ya kupata hivi vitu. Kama Mungu hujapata hivi vitu, ndio maana sisi unakuwa kwa chama chetu. Naomba niwape siri. Ukishajiunga chama chetu, ushapata vitu hivi vyote, ushapata mali, tutakwambia uwe unasali ibada. Mbona Pastor Ezekiel Odelo baada ya kupa pesa tukamruhusu nini afungue nini kanisa lake. Kwa hiyo wewe unapokuwa unapata pesa, ndio tutaanza fanya nini kukuruhusu usali. Kwa hiyo unapoishi maisha ya Mungu, lazima utafute hivi vitu vikuu vingapi? 4. Ina maana tajiri ni mtu pekee ambaye anaweza akapita kwenye ufalme wa mbinguni. Mbona kuna ile inasema hivi heri nini ni ngamia tunasindana kuliko tajiri kuingia mbinguni. Hapo utajiri kuingia mbinguni kama endapo utatajirika, alafu utakuwa haumtii Mungu, wewe ndio una makosa. Lakini mimi naambia Mungu, wanachama wangu wote ambao wewe unaunganisha, ukipata pesa za majini, unatakiwa umheshimu Mwenyezi Mungu aliye hai. Bwana, wewe ambao hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili kupata notification punde habari zetu zitakavyokuwa hewani. Tupo na King Cobra, King Majoka, anatuelezea kinaga ubaga jinsi gani Pastor Ezekiel Odelo anaishi katika maisha haya ya ulimwengu ambao pia ndani yake una kiroho ya kishetani. Yaani anakuelezea pande zote mbili kwamba Mungu na shetani, jinsi gani njia hizo zote zipo na zimekubalika. Tunaanza shida zinazotatuliwa na chama chetu ambazo tulisaini mkataba na Pastor Ezekiel, mkataba mkuu wa manamasi. Nimeongea kwamba huwezi kufanikiwa kabla nini hujasaini nini, hujasaini mkataba. Huo mkataba ambao mlisaini na Pastor Ezekiel Odelo, umesema unaitwaje huo mkataba? Lakini mkataba Pastor Ezekiel tusaini naye mikataba 8.
huwa 9. Kila mkataba una tendo lake. Sababu pesa zake aliomba vitu vingi. Ndio maana akasema nini? Mkataba mingi. Lakini mkataba huo ambao anazungumzia mkuu, huu ni watu ambao hata sema nabii. Yaani kama unataka uchungaji, unataka upate gari, upate nyumba, ndio tunasaini mkataba. Swala la mali. Fungua kitabu cha Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati ya Pili, sura ya 1 mstari wa 12. Basi hekima na maarifa umepewa, nami nitakupa mali na utajiri na utukufu. Wewe ambaye huna mali, watu wengi sana wamehangaika sana kutafuta mali. Watu wengi wamekaa miaka apate hela. Miaka anatafuta nini? Hela anakosa. Yaani imekuwa ni ngumu kuipata. Hana nyumba, mwingine ana miaka 40. Kafika miaka 40, huna nyumba, huna kiwanja. Lakini mali Lucifer amesema atatupa. Kwa hiyo hichi kitabu kinaelezea mali Lucifer nini? Atakupa. Pia Hagai sura ya 2 mstari wa 8. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana Lucifer. Pesa ni mali yako na mali ni mali yako. Kila mtu ana haki ya kupata mali. Swala la mali. Chama chetu kinawezesha mtu kupata mali kupitia nguvu ya jini mkuu Skavela, ambaye Sulemani ni baba wetu. Sulemani alipata mali kupitia nguvu za Lucifer. Mungu ambaye niko ni Mungu wa wote, lakini Mungu wetu wa chama ni Lucifer pekee ambaye anaweza kukupa mali. Watu wengi wanateseka katika chama, katika dunia hii, kwa sababu nyota zao zimefungwa. Huu mkataba wa Manamasi unafungua nyota. Kwa mfano, unapotaka mali unakosa. Bwana, wewe ambao hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili kupata notification.